is Dr. Pastor Wafula. Can we just celebrate him as he comes? Just celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Celebrate Jesus. Amen. 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 Thank you. Karibu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Declare your faithfulness tunatangaza uaminifu wako in the land of the living. Katika nchi walio hai. All that we are today, yote tulionayo na jinsi tulivyo, all that will be in eternity, na yote tutakayokuwa milele, is because of you, Lord. Kwa sababu ya wewe Bwana. We have nothing of our own. Hatuna chochote cha kwetu. We are the product of your grace. Sisi ni matukio ya neema yako. Speak to us, O Father. Tunenee Baba, for we are listening. Maana tunasikia. We are eager to be transformed of you. Na tamanio la kubadilishwa na wewe. To be taught, kufundishwa, to be corrected, kurudiwa, to be rebuked, kukemewa, and to be exalted, na kuinuliwa, that we may be perfect unto all good works. Ili tukaweze kukamilishwa katika kazi yako.
We love you and we bless you. Tunakupenda na tunakubariki In Jesus' name. katika jina la Let's give the Yesu. Lord a big hand of applause. Tie Give Bwana him a mighty hand. makofi, Give the Lord a big hand. shangwe na Give him vigelegele. a big hand. Give him a mighty hand. Patie makofi, makofi. Hallelujah. 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 I want you to greet your neighbor Nataka umsalimie jirani and yako tell them you are the best that I can have as a neighbor this na morning. umwambie wewe ndiwe bora ambaye naweza kuwa naye kama I jirani. can't find a better one. Siwezi kumpata mwingine. Expect a miracle. Tarajia muujiza. God has something for you. Mungu ana jambo kwa ajili yako. Amen. Amina. And let's get seated. Naomba tuweze kuketi. Wow. This is a conference like no other. Hili ni kongamano hatujawahi kuwa na jingine kama hili. It's a conference like no other. Ni kongamano kama jingine lolote halijawahi kuwa. From the depth of my heart, Kutoka kwenye vilindi vya moyo wangu. I want to testify Ningependa kushuhudia that there is a great shifting in the spirit. ya kwamba kuna mabadiliko mengi kiroho. Kindly help me have a voice. I don't have a very good voice. So I Saidie, need volume. I'm depending on you. saidie nipate na sauti ya kutosha. Sina sauti, kwa hivyo nitakuwa na kutegemea fundi wa mitambo. I was attacked some days to the meetings that were there. Nimekuwa na mashambulizi kidogo kwa siku chache zilizopita kabla ya mkutano huu, But the Lord has helped me to have my voice back. lakini Bwana ananisaidia kupata sauti yangu na kurudisha sauti. Amen. Amina. Yeah, I want to thank our Bishop. Nataka kumshukuru askofu I wetu, want to thank Mama Bishop, kadhalika mama askofu who has nurtured me for the last 33 years. ambaye amenikuza kwa takriban miaka 33 iliyopita. 33 years. 33 miaka. 3 decades. Miongo mitatu. It's not a small journey. Sio safari fupi. They have seen us grow, Ametuona tukikua and we have not grown. na hatujakuwa tu. We have not grown yet. Hatujakomaa bado. When I see Pastor Walker, Nikimuona mchungaji I Walker, see Pastor Zakaski, nikimuona mchungaji Zakaski, I see Patrick, nikimuona Patrick, I see Mary, na kimuona Mary, I get encouraged. inahimizika. This journey is not a short race. Hii safari sio mbio ya masafa mafupi. We are there for a marathon of faith. Tuko hapa kwa mbio za masafa marefu za imani. Tunaelewana vizuri? Tumekuwa vijana juzi tu akina Pastor Martin, saa hii unaona tukisimama we are becoming elders. We were just youths the other day like Pastor Martin. Wakitafuta wazee vijijini, tukiangalia nyuma there is nobody, ni sisi. When they look for the elders in the village and they look at there is no other, it's just us. The Lord has been good. Bwana amekuwa mwema And he remains to be very good. na anasalia kuwa mwema. So I want to share with you my heart this morning Nataka nishiriki nanyi moyo wangu asubuhi hii on taking new frontiers. kwa kuweza kuchukua maeneo mapya. Taking new territories. Kuchukua maeneo mapya Borrowed from the scriptures we are having. ambayo imetokana na maandiko tulionayo. So I read for us 2 scriptures. Tawasomea maandiko mawili And God is going to help us to have a deeper discourse. ya kupata ufahamu wa ndani. We are going to learn. I'm going to learn. I don't want to go back to Bungoma the way I came. Tunaenda kujifunza. Sitaki kurudi Bungoma jinsi nilivyokuja. And I have learned a lot. Nimejifunza mengi And I desire more. na ninatamani zaidi. I want to be a better copy of myself. Nataka niwe nakala bora ya mimi mwenyewe. It's only Jesus who should be the same yesterday, today and forever. Ni Yesu tu peke yake anabaki yule yule jana, leo na milele. Usiniambie ati vile uniniacha ndiye niko. That's a big mistake. Don't tell me that the way you left me is the way I am. That hiyo ni makosa We are makubwa. supposed to be renewed and be transformed daily. Inatupasa kuhuishwa na kubadilishwa kila kuchao. To be like Christ on a daily basis. Tuwe kama Kristo kila siku. And somebody say amen. Mtu aseme So amina. growth is very important. Basi kukua ni kitu muhimu. Deuteronomy chapter 1 verse 6. Kumbukumbu la Torati sura ya 1 mstari wa 6. The Lord our God spoke to us at Horeb saying,
Bwana Mungu wetu alituambia huko Horebu akasema, you have stayed long enough at this mountain. mlivyokaa katika mlima huu vyatosha. Turn and set your journey and go to the hill country of the Amorites and all to their neighbors in the Arabah and in the hill country and in the lowland, in the Negev by the sea coast, the land of the Canaanites and Lebanon, as far as the great river, the river Euphrates. See, I have placed the land before you. Go in and possess the land which the Lord swore to give to your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to them and their descendants after them. Geukeni mshike safari yenu mwende nchi ya milima ya Waamori na mahali pote palipo karibu ya hapo katika hiyo Araba na nchi ya vilima na huko Shefela na Negebu na pwani nchi ya Wakanani na Lebanoni mpaka mto huo mkubwa, mto wa Frati. Angalieni, nimewawekea nchi mbele yenu. Ingieni mkaimiliki nchi Bwana aliyowaapia baba zenu Ibrahimu na Isaka na Yakobo kwamba atawapa na uzao wao baada yao. Then we read the book of 2 Kings chapter 7. Some kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 7 from verse 3. kuanzia mstari wa 3. We are told, now there were 4 leprous men at the entrance of the gate, and they said one to another, why do we sit here until we die? Basi If we say we enter the city, then the famine is in the city, and we shall die there. And if we sit here, we die also. Now, therefore, come, let us go over to the camp of the Arameans. If they spare us, we shall live. If they kill us, we shall but die. And they arose at twilight to the camp of the Arameans. And when they came to the outskirts of the camp of the Arameans, behold, there was no one there. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami, wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko ili waende mpaka kituo cha Washami, na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. And somebody say amen. Mtu sema amina. I shall say, mara nyingi mimi husema, the ships are very safe and secure when they are at the harbor, but unfortunately, that is not where they were meant to be. Ya kwamba meli ziko sawa wakati zipo kilindini, lakini mara nyingi si hivyo. Your car is very secure in the garage, but it was not bought to be kept in the garage. Gari lako liko salama likiwa katika karakana ile ya kutengenezwa, lakini halikununuliwa liwe pale kwenye gereji. It is supposed to toil on the road. Linafaa liwe barabarani likikimbia. Hit the stones, kigonga mawe, be hit, ligongwe, serve you through the mud, likutumikie matopeni. That's why you need it. Hapo ndipo unalihitaji. God has created us in 2 dimensions. Mungu ametuumba katika mitindo miwili. That is from my line of study, psychology. Hiyo ni kutokana na masomo yangu ya kisaikolojia. We have a growing mindset and have fixed mindsets. Tuna ile nia ambayo inakuwa na tuna ile nia ambayo imekwama pale pale. A growing mindset wants to be better every day. Nia ambayo inakuwa inataka kuwa bora kila siku. You spot new opportunities. Unapata fursa na nafasi mpya. You are uncomfortable to remain in the same environment. Wewe unataka tu kupata staha ya kubaki katika mazingira yako yale. Every day you want to discover a new thing. Kila siku unataka kutambua kitu kipya. And there are those who are fixed. Na kuna wale ambao wamekwama pale pale. They enjoy their comfort. Wao wanafurahia starehe zao. They blame the weather. Wanalaumu tu hali ya anga. They blame their grandparents. Wanalaumu babu zao. They blame their parents. Wanalaumu wazazi wao. They are not ready to step out of the comfort zone. Hawako tayari kutoka katika starehe zao. Friends, marafiki,
The scriptures we read in the book of Deuteronomy, Maandiko ambayo tumesoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati gives us a setting at the Mount Horeb or Mount Sinai. inatupatia taswira kwenye mlima Horebu ama mlima Sinai. The children of Israel had been traveling in the desert for 40 years. Wana wa Israeli walikuwa wamesafiri jangwani kwa takriban miaka 40. Now they come to the mountain Kisha wanafika pale mlimani for re-instruction. kwa ajili ya maagizo upya. Because guys who left Egypt when they were 90 years at this time, Kwa a sababu, number of them died. After 40 years, 130, many were not there. kwa sababu wale waliotoka Misri labda wakiwa na miaka 90, sasa takriban miaka 40 baadaye labda 130 walikuwa wamefariki. So there was a new generation Kukawa kuna kizazi that kipya had only heard about their God. ambacho kilikuwa kimesikia tu kuhusu Mungu wao. That they have a God who was very good, Na walikuwa na Mungu ambaye ni mzuri, who saved them from Egypt, ambaye aliwaokoa kutoka Misri, but they don't know who he is. lakini hawamjui huyu Mungu ni And nani. they didn't know how to behave with him. Hawakujua hata namna ya kuingiliana na yeye. That's why Moses took them to Mount Horeb, Ndio maana Musa akawapeleka mlima Horebu, the mountain of the Lord, mlima wa Bwana, the mountain of instruction, mlima wa kupokea the maagizo, mountain of the revelation, mlima wa ufunuo, the mountain of establishing a covenant, mlima wa kuimarisha agano, the mountain to be organized, mlima wa kupangwa tena, to be prepared, mlima wa kuandaliwa, to have a new encounter with this God of their parents before they move to the land of promise. kuwa na mtangusano upya na huyu Mungu wao kabla waingie katika nchi ya ahadi. And that is where the church in Kenya today is at. Na hapo ndipo kanisa la Kenya lipo leo. We have very many of our children who know a God who is good and they dance. Na tuko na wengi wa watoto wetu ambao wanajua Mungu wetu ni mzuri, lakini wanawaka. They don't know that is a God who will also walk you through the wilderness. Hawajui ya kwamba kuna Mungu mbia ambaye pia atakupitisha jangwani. Si kwamba kuna Mungu, yuyo Mungu atakupitishia jangwani pia. That Lord shall also take you through the jungle. That God will make you have abundance and that God can make you be broke. Huyo Mungu anaweza kukufanya uwe na utele na pia akufanye ukose. That God can make you very strong and that God can make you weak. Huyo Mungu anaweza kufanya uwe hodari na pia akufanye uwe mtu ambaye hana nguvu. Although I'll be talking about that later. Labda nitakuwa nazungumzia hiyo baadaye. But I'm talking about taking new territories. Lakini nazungumzia kuhusu kuchukua himaya mpya. It begins with a new mindset. Inaanza na nia mpya. A regenerated mind. Nia ambayo imehuishwa That tena. is tired of the current status quo. Ambayo imechoka na hali ya sasa. A man that is tired of the current Mtu ambaye amechoka na sasa is willing to try the new. amehiari kujaribu mapya. He's willing to find out what life can offer beyond where they are. Yuko tayari kutaka kujua maisha yanaweza kuleta nini zaidi ya pale walipo. Change begins by you disliking the current situation. Mapya, mabadiliko huja kwa wewe kukataa ile hali iliyopo. And you want to find out something new. Na unataka kujua kitu kipya. A little more interesting life. Maisha ambayo yanapendeza kidogo. Until you dislike your life today. Hadi uchukie maisha yako leo. Until you realize that there is more success than the one you are holding. Hadi utambue ya kwamba kuna ufanisi zaidi kuliko ule ambao umeshikilia. It is true you may be the village hero. Ukweli unawezekana wewe ndio sasa gwiji pale kijijini. You are the only celebrity in your clan. Wewe ndio msanii mkubwa katika jamii yenu. Everybody wants to worship you. Kila mtu anataka kuabudu. But you must know there is more success beyond you. Lakini lazima ujue kuna ufanisi zaidi kuzidi hapo. There are better adventures beyond what you have seen. Kuna mambo mapya ambayo unaweza kukumbana nayo kulipo yale ambayo umeona. And somebody say amen. Mtu sema amina. There are better buildings coming up more than the ones we build. Kuna majengo mapya yanaibuka kuliko yale ambayo tulijenga. There are better equipments coming up than the ones we used. Kuna vifaa vipya, vyombo vipya vinakuja kuliko vile tulitumia. Technology is bringing better lives than we ever thought. Teknolojia inaleta maisha bora kuliko yale ambayo tuliwazia. Those who were born traveling on the sea for 6 months from Africa to Europe
Wale ambao walizaliwa wakisafiri baharini miezi 6 hadi bara Europa. They'll be surprised if they resurrect today. Watashangazwa wakifufuka leo. That there is a little bird that can swallow you up in Kisumu, and in the next 15 hours you are in New York. Kuna ndege ndogo ambayo inaweza kukumeza pale Kisumu na baada ya masaa 15 uko bara Europa. It just vomits you in New York. Linakutapika kule New York. You are no longer going to stay on the sea for 6 months. Hautaishi baharini kwa miezi 6. Things are changing. Mambo yanabadilika. Our God is a God of new things. Mungu wetu ni Mungu wa mambo mapya. Is a God of new territories. Ni Mungu wa maeneo mapya. Is a God of new elevations. Ni Mungu wa kuinuliwa kupya. Is a God of expansion. Ni Mungu wa kupanua watu. Is a God of growth. Ni Mungu wa kukua. Do you have a growing mindset or you have a fixed mindset? Je, wewe una nia ambayo inakuwa ama nia yako ilikwama na kubaki pale pale? Progress only happens out of the comfort zone. Maendeleo hufanyika wakati umeondoka katika staha yako. Until you are out of your comfort zone, you are not going to experience anything. Hadi uondoke katika starehe zako, hautaona kitu chochote kingine kipya. So the children of Israel stayed at Mount Horeb for almost 2 years. Wana wa Israeli walikaa pale mlima Horebu kwa takriban miaka 2. It looked very comfortable now. Ilionekana yenye starehe. After the torturous journey in the wilderness, baada ile safari ya kuchosha katika jangwa. And actually, I have had an experience to be at that place in 2017. I went to Israel, and one of the journeys I was taken to is up to this region. Na hakika nimepata nafasi mwaka 2017 kuwa kule Israeli, na mojawapo safari nilipitishwa ni mahali pale. When you hear of a drought in Israel, we are not talking about what we see in Kenya here. Ukisikia janga ama kiangazi Israeli, sio kile ambacho tunazungumzia Kenya. A bare land like this carpet. Nchi kama hii zulia. Nothing grows there. Hakuna kitu kinakuwa pale. Makinamea pale. Daytime temperature is above 50 degrees. Mchana nyuzi zinapanda zaidi ya 50. At night is below 10 negative. Usiku zinashuka hadi chini ya 10. But this is a land where Jesus used to walk daytime, and at night he's praying on the mountain, and he continues with the journey the following day. Hapa hiyo ndio nchi ambayo Yesu alikuwa anatembea mchana na usiku, anaomba mlimani na anaendelea na safari. So it's true that these people had found a place at least where they feel comfortable. Ni kweli ya kwamba watu walikuwa wamepata mahali ambapo angalau wangepata starehe. And when you get some little comfortable, actually you want to stay a little more there. You want to enjoy it a little more. Na ukipata starehe kidogo mahali fulani, unataka kufurahia kukaa zaidi hapo mahali. But that is not where they were supposed to end. Lakini hapo sio mahali walifaa kumalizia. They had a destiny that was beyond the river. Walikuwa na hatima ambayo ilikuwa ipite zaidi ya mto. And this land, na hiyo nchi, is not an inheritance from their grandfathers. Haikuwa imerithiwa kutoka kwa mababu zao. They were not going to be given a title deed by anyone. Hawangepewa cheti cha umiliki na mtu yeyote. It is called the land of the Canaanites. Ilikuwa inaitwa nchi ya Wakanani. The land of the Amorites. Nchi ya Waamori. So they were to conquer. Basi iliwabidi waweze kupigania. Our faith, just like in the jungle, the fittest survive. Imani yetu kama vile katika jangwa ni ile wale ambao wanapigania ndio watapata kushinda. You must train your muscle for the war if you want to capture any ground. Lazima uiandae misuli yako kwa ajili ya vita kama unataka kupata ardhi yoyote. Otherwise you'll speak very big things and live very small. La sivyo utakuwa unanena mambo makubwa na unaishi kama panzi. You will eat very imaginary good food, but physically you are eating very terrible things. Wewe kwa kuwazia unaona unakula chakula kizuri katika mawazo, lakini chakula chenyewe unachokula ni kibovu. It is a conquest and is not an inheritance to be given. Ilikuwa ni mahali pa kupigania ili washinde, sio urithi wa kupewa. Kuteka nyara. Ilikuwa ni waiteke. People are there, they are established. Kulikuwa na watu pale wamejimarisha. But you must come and overrun them and take it up as your land. Lazima uje na uwashinde na uwateke na uichukue kama nchi yenu. That's why these people counted and said we are not ready for another war. Ndio maana watu walihesabu wakaona sisi hatuko tayari kwa vita vingine. They started staying there for quite some time. Walianza kuishi pale kwa muda.
until time came, hadi wakati ulipofika. there is a season for everything. Kuna msimu kwa ajili ya kila And kitu. that's why God came and told them, Ndio maana Mungu akaja akawaambia, guys, enyi watu, you have dwelled here long enough. mmekaa hapa kwa muda mrefu yatosha. There are seasons for everything. Kuna msimu kwa ajili ya kila kitu. You must be willing to move from crawling to standing. Lazima muhiari kutoka kwa kutambaa hadi kusimama. And after standing, you begin walking. Na baada ya kusimama muanze kutembea. You run. Na mkimbie. After that, you go back on your 3. Kisha baadaye mrejee kwenye miguu mitatu. Back on your 4. Kisha mrejee kwenye minne. And you go to the land of the forefathers. Kisha mtarudi kwenye nchi ya mababu zenu. That is life. Hayo ndio maisha. You will never remain young forever. Hutabaki tu mchanga milele. You must begin thinking about your tomorrow today. Lazima uanze kuwazia kuhusu kesho yako leo hii. Do something today that tomorrow will clap for you and not slap you for being silly. Fanya kitu kwa ajili ya kesho ili tukupigie makofi, sio kukupiga kofi kwa ajili ya kuwa mpumbavu. You must know you will grow old. Lazima ujue ya kwamba utazeeka. And how will you live in your old age? You are preparing for it today with everything you are doing. Utaishije katika uzee wako ambao unauandaa leo katika kila kitu ulicho nacho? It will not be an accident. Haitakuwa tukio la kiajali. It is a life you know is coming. Ni maisha unayojua ya kwamba yanakuja. And you must prepare for it. Na lazima ujiandae kwa ajili yake. There is a time you will not be a pastor. Kuna wakati hautakuwa mchungaji. Just like in the corporate world. Kama vile ule uwanja wa watu wa kawaida. You will not be a manager forever. Hautakuwa manager milele. I have a CEO who has been a friend of mine. Nimekuwa na mkurugenzi ambaye ni rafiki yangu. My vice chancellor has been a personal friend. Amekuwa rafiki kwa kibinafsi. But time came, he has to go. Lakini wakati ulifika ilimpasa aende. The people who are carrying your bag no longer carry your bag. It's you to carry it yourself. Watu ambao wanakubebea huo mkoba wako, hawatakuwa wanakubebea, ni wewe kujibebea. The people who are always calling you and saying, yes sir, we no longer bother you. Watu ambao wanakupigia simu kila wakati ama wale wanakuambia ndio bwana mkubwa, haitakuwa inawasumbua. It will be so dangerous if it is only the office that make people respect you. Itakuwa ni hatari kama ni afisi peke yake imefanya watu wanakuheshimu. When minus the title, who are you? Ukiwa bila hicho cheo, wewe ni nani? If we removed the title from you, the title pastor, reverend, who are you? Tukiondoa hicho cheo cha mchungaji, kasisi, wewe ni nani? Will you add value to people or is only the title? Je, utaongeza thamani kwa watu ama ni cheo tu? We live at a time when people are busy with titles. Tunaishi katika muda ambao watu wanajishughulisha na vyeo. But titles minus the power to execute the office has nothing. Lakini hicho cheo bila mamlaka ya kutekeleza na kutendea kazi hiyo afisi ni bure bilashi. You can call your camel, you can call your goat a camel, but will it do the work of a camel? Unaweza kumuita mbuzi wako ngamia, na je, anaweza kufanya kazi ya ngamia? You can call your cat a dog, a German shepherd, will it do the work of a German shepherd? Hata pusi wako unaweza kumuita ule mbwa wa Kijerumani, anaweza kufanya kazi ya huyo mbwa wa Kijerumani? It is the power behind. Ni nguvu iliyoko nyuma yako. The preparation behind. Maandalizi yanayo nyuma yako. That makes a difference. Ambayo inaleta utofauti. This demonstrates Israel's journey was not merely geographical. Hii inaonyesha kwamba safari ya Waisraeli haikuwa tu kwenye nchi kavu vile walikuwa wanasonga. It is God who determines their seasons. Ni Mungu alikuwa anaamua majira na misimu yao. Even today it is him who is determining our season. Hata leo ni Mungu anaamua majira yetu. When we are supposed to remain. Pale ambapo inatupasa tubaki. When we are supposed to prepare. Pale ambapo tunafaa tujiandae. When we are supposed to move. Wakati gani tunafaa tusonge? When we are supposed to possess. Wakati gani tunafaa kumiliki? And when we are supposed to transition. Na wakati gani tunafaa kuvuka? There was a joke this week. Kulikuwa na mzaha kidogo juma hili. There was our president's daughter was engaged. Binti ya rais wetu alikuwa amechumbiwa. So there are some young men who said I was preparing.
to go and tell her that I love her. Kuna But when kijana, I was still doing the preparation, somebody has come from another country, Tanzania, and gone with her. kuna kijana alisema mimi ndio nilikuwa najipanga kwenda kumwambia vile nampenda Vani. Na kumbe mtu ameshatoka Tanzania amekuja na ameshamchukua. We have a very interesting African proverb. Tuna methali ya kushangaza ya Kiafrika That says, ambayo inasema if you love a girl ukimpenda msichana and you don't tell her, na umwambii, the next time you will be one of those invited to cut firewood in her wedding. wakati mwingine utajikuta umealikwa kwenda kuchanja kuni katika harusi yake. You delayed and somebody has picked and she says, you are my close friend, help me to prepare my wedding by cutting firewood or fetching water. Umechelewa na kuna mtu ameshamchukua na unakuta huyo mtu ameshakuja kukuambia ya kwamba tafadhali nisaidie. Waits for no man. Wakati haumsubiri mtu yeyote. You must prepare. Lazima ujiandae. That is why ndo maana Moses is a human leader, Musa ni kiongozi wa kibinadamu, but commanding Israel on behalf of God. Lakini anaiamuru na kuielekeza Israeli kwa niaba ya Mungu. He has a responsibility to hear God. Ana majukumu ya kumsikiliza Mungu. Understand the instruction. Aelewe maagizo. Communicate it accurately. Aweze kuwasilisha kikamilifu. Mobilize the people. Aweze kuwashawishi watu. And lead them to their destiny. Na kuwaongoza katika hatima yao. And that's why all of us are called leaders. Ndio maana sote tunaitwa viongozi. Leadership is not occupying positions where you are given a big kettle of tea and a front seat. Uongozi sio kuchukua tu nafasi penye utaletewa birika kubwa la chai na kiti cha mbele. The bigger the head, the bigger the headache. Ukiwa na nafasi ama cheo kikubwa ama kichwa kikubwa kitakuuma sana. Leadership is solving problems. Uongozi ni kutatua na kuleta suluhisho la matatizo. So you not have it easy. Basi haitakuwa rahisi kwako. When other people are enjoying other things, you are cracking your head. What about tomorrow? Wakati watu wengine wanafurahia vitu vingine, wewe unajikuna kichwa, itakuwaje kesho? You must have a strategic plan for your life. Lazima uwe na mpangilio na mikakati kuhusu maisha yako. Where do you want to be the next 5 years? Unataka kuwa wapi katika miaka 5 ijayo? I remember the first conference we had in 1995. Nakumbuka kongamano la kwanza lilikuwa nalo mwaka 1995. At Busia Polytechnic. Katika uwanja wa chuo cha anuwai cha Busia. We were using a canvas that is used to dry maize for our conference. We would make sticks and tie it there for us to attend the conference. 1995. Tulikuwa tunatumia yale makaratasi na matandarua ambayo yanatumika kukausha mahindi, hayo ndio tunafunika pale, tunatengeneza kama hema. It will be ridiculous if 31 years later. Itakuwa ni mzaha mkubwa kama miaka 31 baadaye. We are still in the same mindset, the same way of doing things, but expecting different results. Tuko katika ile nia ile na mpango ule wa kufanya mambo na tunatarajia matokeo tofauti. We usually say perfect madness is doing things the same way, but expecting different results. Huwa tunasema wendazimu uzuri mkamilifu ni kufanya mambo vile kila siku na unatarajia matokeo tofauti. You just pray for 30 seconds, but you want to see miracles in your church. Wewe unataka kuomba sekunde 30 na unataka kuona miujiza kanisani mwako. You are not reaching out, but you want growth. Ufikii watu kule nje lakini unataka kukua waongezeke. You are not growing yourself to be impactful, but you want growth and influence. Wewe haujikuzi kuwa mtu wa kuleta mguzo na athari kwa watu wengine, lakini unataka ushawishi. You know, I'm in charge of students at the university. Najua mimi huwa ninasimamia wanafunzi katika chuo kikuu. I'm a patron of 4,000 students. Mimi ni patron wa wanafunzi takriban 4,000. Those students are very unique. Hao wanafunzi ni wa kipekee. Students in the university, when you preach to them and they appreciate, they just clap for you and celebrate. Wanafunzi katika chuo kikuu ukiwahubiria na wanashukuru, wanakupigia tu makofi na wanasherekea. And if they also don't like what you are saying, they just begin waking up and going away. Na pia kama wapendi kile ambacho unasema, wanaamuka na wanaondoka. And the next time they are writing
anonymous letters to their leaders, don't invite that fellow again. Na He wakati- wasted our time. Wakati mwingine wakishatoka hapo, wanaandikia barua kiongozi wao, wanamwambia usialike huyo jamaa tena, alituharibia muda. They are very honest. Wale- Bluntly honest. Ni wanapenda kusema ukweli kabisa. What does why have you stayed long enough mean? What does it mean? Ya mumekaa hapa kwa muda mrefu yatosha, inamaanisha nini? They needed spiritual reformation. Walihitaji kufanywa upya kiroho. The ministry today is changing the dynamics. Huduma leo inabadilika kwa kasi. I preach in colleges. Ninahubiri katika vyuo, And until I change my way of ministry, I would not have had an impact. na hadi nilipobadilisha njia yangu ya kuhudumu singekuwa na mguzo katika vile vyuo. Currently, I'm even a vice chairman of a bishop as in a board. Hivi sasa mimi ni kaimu mwenyekiti wa askofu na niko kwenye bodi In a Catholic school. katika shule ya Kikatoliki. More than twice he has told me, you will chair the board, I'm not around, you chair the board and continue. Mara nyingi ameniambia ya kwamba wewe bwana utakuwa bwana mwenyekiti wa huo mkutano wa bodi nisipokuwepo. Why? Kwa nini? Like Daniel, Kama I endeavor to be a better manager of the resources, the children, the school, to ensure there is good performance. Kama Danieli nilitamani na nimekuwa na shauku ya kuwa meneja mzuri wa rasilimali za shule, wanafunzi, walimu na kila kitu. I can go to any school. Naweza kwenda katika shule yote. Until now, I'm a board member in a Muslim school. They invited me and co-opted me. Hadi hivi sasa mimi ni mwanabodi wa mojawapo ya shule ya Kiislamu. Because they said, we want you to come and bring value to our school. Waliniambia kwamba tunataka uje na ulete maadili mema katika shule yetu. I may not preach. Huenda nisihubiri, I may not carry a Bible. huenda nisibebe Biblia, But I will do things smartly until they wonder, why are you different from others? lakini nitafanya vitu kwa ubora hadi washangae, kwa nini wewe ni tofauti na wengine? Don't be a noisy teacher. When you are teaching maths, teach maths. Don't teach CRE. Or else transfer and teach CRE then. Usiwe mwalimu wa kelele. Kama wewe unafunza hisabati, funza hisabati na wala sio somo la dini, la sivyo wachana na hisabati, anza kufunza somo la dini. Nisamehe kama nimewakosea. Please forgive us if we are mistakenly making noise to you. Are we together? Tunapatana. It doesn't mean that I have to say Jesus said before I institute the values. Haimaanisha kwamba lazima niseme kwamba Yesu alisema kabla niwekeze uadilifu pale. We need a reformed mind. Tunahitaji nia iliyofanywa upya. We must learn to discern seasons. Lazima tujifunze kupambanua misimu. A person can remain too long, in a relationship. Mtu anaweza kusalia kwa muda mrefu katika uhusiano ambao hukusaidii. Kwa muda mrefu katika uhusiano ambao hamsaidii. We must know that there are seasons for everything. Lazima tujue kwamba kuna msimu wa kila kitu. There are people God has brought in our lives just for a temporary time. Kuna watu wanakuja katika maisha yetu kwa muda mfupi tu. Don't cling on them. Wewe usiwakwamilie. If they have fulfilled their function and they leave, let them leave. Kama wametimiza makusudi yao na wamemaliza wanaenda, wacha waende. When a door is closed, don't cry at that door. Walk around, you might find a window and continue moving. Kama mlango umefungwa, usiendelee kuulilia huo mlango. Wewe tembea tembea, utakutana na dirisha limefunguliwa na unaendelea mbele. All methods of doing things. Mitindo yote ya kufanya mambo. Until people can predict how things will be today. Hadi kuna watu wanaweza kutabiria mambo yatakuwaje leo. Let the services be dynamic and led by the Spirit. Wacha ibada ziwe zile haziwezi kutabirika na ziongozwe na Roho Mtakatifu. There are times you have prayed for people without preaching. Kuna wakati hata umeombea watu bila kuhubiri. Because the Holy Spirit has come down. Kwa sababu Roho Mtakatifu ameshuka. And he wants to minister to people. Anataka kuhudumia watu. But you are insisting you want to read the scripture. Lakini wewe unasisitiza lazima usome maandiko. That because you have to read the word first. Kwa sababu lazima usome neno kwanza. Be flexible and let the wind blow you the way he wants. Uwe mtu ambaye unaweza kubadilika na upepo ukupeleke namna unataka wa Roho Mtakatifu. Finding new revelation on a daily basis. Kupata funuo mpya kila siku. An old mindset. Zile nia za kale.
doing things the old way but expecting new results. Zikifanya vitu katika njia za kale na kutarajia matokeo mapya. The way your grandfather did it, you are doing it now in the 21st century. Vile babu yako alikuwa anafanya, unafanya hivyo katika karne ya 21. You will fail successfully. Wewe utashindwa vizuri kikamilifu. And somebody say amen. Mtu sema amina. And dwelling in your usual experience. Na kudumu katika tajiriba yako ya kawaida. If you are a singer, don't have a national anthem. Kama we ni muimbaji, usiwe tu na wimbo wako wa kitaifa ule ule kila siku. Wanasema vile mnamwalika tu ataanza ingia. My friend. The way you are inviting her, she will just start with the come in, come in. They can predict how many songs you will sing as you look for bearing. Tunaweza kutabiria utaimba nyimbo ngapi tukitafuta dira. Don't confuse comfort for God's will. Usikanganyikiwe kuhusu staha na mapenzi ya Mungu. Moving forward meant moving out of the comfort zone. Kusonga mbele ilimaanisha kuondoka katika starehe zao. Discovering uncertain future. Kutambua kesho isiyojulikana. It is true we have enjoyed how we do it. Ni kweli tumefurahia namna tunavyoifanya. But God wants you to move in a new way that you don't know anything, you begin afresh with him. Lakini Mungu anataka usonge mbele katika njia mpya ambayo hujui, uanze upya na yeye. People fear what next. Watu wanaogopa nini kitafanyika baadaye. That's why they just want to do what they are used to. Ndio maana wanataka kufanya kile ambacho wamezoea. But faith says, lakini imani inasema, if God is leading me forward, kama Mungu ananiongoza mbele, I cannot allow familiarity to imprison me. Siwezi kuruhusu mazoea yaniweke katika kifungo. Don't be a prison of the traditions. Usiwe mfungwa wa tamaduni na desturi. Don't be a prisoner of familiarity. Usiwe mfungwa wa mazoea. Israel had to leave the mountain even though they saw where they are going things are not easy. Israeli iliwapasa wawache mlima licha ya kwamba waliona pale ambapo wanaelekea si pazuri. When your time has come, whether you like it or not, you will be like Jonas. Wakati wako ukifika, upende usipende, utakuwa kama Yona. You will be swallowed up by the well. And he will vomit you where you're supposed to go. Utamezwa na samaki na atakutapika pale ambapo unafaa uende. You'd rather cooperate by yourself. Afadhali uweze kutenda kazi na ukaweze kuinuka kukubali kufanya hiyo kazi. Because when God has said you will go by all means. Kwa sababu Mungu akisema utaenda, upende usipende. God's command to move requires faith. Amri ya Mungu ya kutuamuru tusonge inahitaji imani. Now, that's why I read the book of about the story about the lepers. Hapo ndipo nilisoma kitabu cha wale wenye ukoma. Very many people have nice blueprints. Watu wengi wana mipango na ramani nzuri za vitu ambavyo wamepangia. But they are not ready to put them into action. Lakini hawako tayari kuvitendea kazi. They said, why sit we here until we die? Wakajiambia, kwa nini tukae hapa hadi tufe? This question sparked a radical decision. Haya maswali huwa ni ya muhali katika utendakazi. And they didn't have very easy options. Na hawakuwa na uchaguzi ambao ni rahisi. In philosophy we talk about avoid. Katika falsafa huwa tunazungumzia kuhusu kujiepusha na kujiepusha. There are things that you want to avoid. Kuna vitu unataka kujiepusha. But circumstances are forcing you to choose one of those. Lakini hali inakulazimu kuchagua mojawapo ya hizo ambazo unajiepusha nazo. Are you choosing to die of hunger here? Je, unachagua kufa njaa hapa? Are you choosing to go to the city where even the people don't have food so they don't care when you appear before them? Unachagua kwenda mjini ambapo watu hawana chakula kwa hivyo hawajali hata ukiwajia? Or you are confronting the military? Ama unaenda kuikabili jeshi? Difficult options. Yale uchaguzi ambao ni mkimu, ni ngumu. Real change does not give you easier options in life. Mabadiliko ya kweli hayakupatii mambo ya kuchagua ambayo ni rahisi katika maisha. You will land on something you thought will kill you and that is where you survive. Utajikuta umeangukia kitu ambacho unafikiria kitakuua na hapo ndipo kitakusaidia. Why sit we here until we die? Kwa nini tuketi hapa hadi tufe?
Why do I remain landless like my parents are in this modern world? Kwa nini nibaki bila shamba kama wazazi wangu katika dunia hii ya kisasa? Why do I become a professional tenant for the rest of my life? Kwa nini niwe mtu wa kukodi nyumba miaka yote ya maisha yangu? Mpaka unakuwa prefect kwa hiyo estate. Until When you- unasanya rent unapelekea mwenyewe. Until you become the prefect in that plot, you are the one who collects the You're very rent. faithful, so other tenants give you the money to give to the boss. Unakuwa mwaminifu mpaka sasa wale wa nyumba wengine wanakupatia pesa upelekee mwenye nyumba. Yeah. Why do I remain like this forever? Kwa nini nibaki namna hii milele? And the people who are saying these are not the best. Na watu ambao wanasema haya sio wale walio bora. Lepers are the outcasts. Wale wenye ukoma ni watu ambao walikuwa wametupwa, wametengwa. The last option you can ever think of bringing a solution to the society were the lepers. That's why they were even thrown out of the city. Chaguo la mwisho ambalo labda lingeletwa kwa jamii ni labda kutoka kwenye wenye ukoma. Ndio maana walikuwa wametupwa nje. I have a colleague of mine Ninaye rafiki yangu ambaye tunafanya naye kazi who was attacked by polio. ambaye alishambuliwa na ugonjwa So, utapiamlo. He moves on a wheelchair. Huwa anatembea na gari la migurudumu, baiskeli la migurudumu. Sio utapiamlo. Hiyo ni kwa shoko. Kwa shako Lakini yeye ni polio. Alipooza. polio. So this guy, the father had 4 wives Huyu mtu babake alikuwa na wake 4. with over 27 children. Alikuwa na watoto zaidi ya 27. He used to crawl a half a kilometer in the morning through the mud to school. Alikuwa And a half na a kilometer in the evening through the mud home. alikuwa anatambaa nusu kilomita kwenye matope kutoka nyumbani hadi shuleni na kurejea jioni. So the mother knew this is one of my sons who will suffer most. Mama yake alijua huyu ni mojawapo watoto wangu ambao watateseka sana. Those with the legs will survive them, will make their life better. Wale ambao wako na miguu au maisha yao yatakuwa vizuri. But I always say, don't confuse walking around with progress. Lakini nikamwambia wewe usichanganye kutembea tembea na maendeleo. Moving around and locomoting your feet is not progress. Kurandaranda tu na kusongesha miguu yako, hiyo sio maendeleo. Just some of us have eyes but they have no vision. Wengine wetu wako na macho na hawana maono. We have ears but we don't understand anything. Tuna masikio na hatuelewi chochote. It requires a deeper lesson. Inahitaji kusikiliza kwa kina. So this outcast Basi huyu ambaye alikuwa amekataliwa, is the one who has taken care, he buried the father. huyu ndiye alizika baba yake. The old man walked and did not find anywhere else to go Mzee other than alitembea, the home of this man on a wheelchair. alitembea hakupata mahali pa kuingia ila katika boma la huyu mwenye alikuwa anakimbia kwenye kiti cha migurudumu. But I like one thing he said, Lakini napenda kitu kimoja alisema, that one day he was rained on heavily ya kwamba siku moja alinyeshewa sawa sawa, because the mother used to go and carry him on the back. kwa sababu mamake alikuwa anaenda na mbeba But mgongoni. this day it just started raining roughly, Sasa hiyo siku kulianza tu kunyesha and the people with the legs scampered for safety. na watu wenye miguu wakatoroka wakaenda kujikinga, They allowed him to meet with his destiny. na wakawachana yeye akutane na hatima yake. So the rain worked on him. Basi mvua ikamnyeshea, He reached at home like a frog. akafika nyumbani kama chura. You know, you are through the mud and you are carrying your books on the back. Unajua uko matopeni na umebeba vitabu vyako So mgongoni. he told me I cried. Akaniambia alilia, And I told myself na nikajiambia that just because I am crawling and I have no legs ya kwamba kwa sababu tunatambaa na sina miguu does not mean that people are going to do things for me. haimaanishi ya kwamba watu watanifanyia vitu. If I don't wake up, Nisipoamka I am done. mimi nimekwisha. So I must step out of the comfort zone. Lazima niondoke kwenye starehe yangu. This guy was a deputy principal of a big school for 15 years. Huyu jamaa alikuwa naibu wa mwalimu mkuu katika shule kubwa kwa miaka zaidi ya 15. St. Mary's Kibabi Boys. Shule ya St. Mary's Kibabi. When he went to university, he did double maths. Alipo- Maths as a major and maths as a minor. Alipoenda chuo kikuu alifanya hisabati mara mbili, hisabati kama somo kuu na kama somo la ziada. Now he's a bishop. Sasa hivi ni askofu. We work together in the office Tunafanya naye katika afisi as he's my senior administrative assistant. kama yule msaidizi wangu mkuu.
But when he speaks, lakini akinena you just want to continue hearing him. unataka tu kuendelea kumsikia. He drives an X-Trail imported direct from Japan and modified. He uses the hands. Anaendesha gari la X-Trail ambalo limeletwa kutoka Japan, ile la kisasa jipya. So one time he says, I wish people know me, that they know the person who is overtaking them on the road that doesn't have even legs. Wakati mwingine akasema kwamba laiti watu wangejua kwamba yule mtu ambaye anawapita na hilo gari barabarani hata hana miguu. By the way, before I bought my car, alinibeba na nikajiuliza, am I serious with the life? na hata mimi kabla ninunue gari langu kuna siku alinibeba nikajiambia hapa niko salama. You need something to challenge you, friends. Unahitaji kitu cha kukutia changamoto, rafiki. Nikajiuliza, am I serious with the life? I asked myself, am I safe? Am I okay with the life? No, am I serious? Ninamaanisha kweli na maisha? Or am I joker? Ama nafanya tu mzaha? An X-Trail. Gari la X-Trail. I like the way you look at me. Ninapenda vile mnaniangalia. You know, success is not a function of the legs. Unajua ufanisi sio vile miguu inafanya kazi. It's not even a function of the hands. Ama kazi ya mikono. That's why there's a guy called Nick Vujicic. Ndio maana kuna mtu anaitwa Nick Vujicic. No hands, no legs. Hana miguu na mikono. But he has decided to defy that. Lakini ameamua kukufuru hiyo. How many of us are very healthy and well endowed and are beggars? Na ni wangapi wetu wana siha njema, wametunukiwa na kila kitu, lakini ni omba. Yesterday I told people we were here. Jana niliambia watu tuliokuwa hapa. But if you know 5 stingy men, kama unajua watu mkonogamu, watu wachoyo 5, you are a professional beggar. Wewe ni omba ambaye ni taaluma umehitimu, wewe ni mnoma. You have borrowed from over 500 until you have found very difficult ones that are 5. Yani umekopa kwa watu zaidi ya 500 mpaka umejua kuna hawa 5 wanakuanga wagumu sana. Why sit I here until we die? Kwa nini tukae hapa hadi tufe? It is a mind-shifting question. Ni swali la kubadilisha nia. I was born as a son of a squatter. Nizaliwa kama mtoto wa squatter. But I asked myself, lakini nikajiuliza, why should I die a squatter like my father? Kwa nini nife kama squatter kama baba yangu? Why will I live begging like my father? Kwa nini niishi nikiombaomba kama baba yangu? To be born poor is bad luck. Kuzaliwa maskini ni bahati mbaya. To die poor is my own responsibility. Lakini kufa maskini ni jukumu langu. I am not a doctor by chance. Mimi si daktari kwa kubahatisha. I have walked through the valley of the shadow of death. Nimetembea katika uvuli wa mauti. I have decided to step out of the comfort zone. Nikaamua kuondoka katika starehe zangu. I didn't want my children to go through the life I went through. Sikutaka watoto wangu wapitie maisha niliyopitia. A good man, mtu mzuri, leaves an inheritance to his children's children. Anawacha urithi kwa watoto wake. What will you be remembered for by your children? Utakumbukwa na nini na watoto wako? What will that ministry remember you for when you are not there? Hiyo huduma itakukumbuka wewe kwa kitu gani wakati hutakuwepo? Ask a bold question about your current situation. Kijana kamuuliza mtu swali kuhusu hali iliyokuwepo. Jiulize swali kuu juu ya hali uliomo. Ask yourself a big question in the situation you are in now. Challenge your circumstance. Jitie changamoto katika hali yako. It reminds me yesterday a brother asked. Na nikumbusha jana kuna ndugu aliuliza. Said we young men are fearing to marry. Sisi vijana tunaogopa kuoa. We don't have jobs. Hatuna kazi. We don't have money. Hatuna pesa. And sisters don't want to live with a poor man. Na wadada pia wataki kuishi na wanaume maskini. And forever they will not. Na hawatawaishi. Unfortunately, forever they will not. Kwa bahati mbaya hawatawaishi na mwanaume maskini. If a leper can save a country, who are you with your strong hands and legs and mind to beg?
Kama mwenye ukoma anaweza kuokoa nchi, we ni nani uliye na mikono na miguu hodari? What are you doing with yourself? We unafanya nini na maisha yako na mwili wako? That's a question we ask yourself when you meet your classmates. Hilo ndilo swali watu tunauliza tukikutana na wale ambao tulisoma na wao. Say, what are you doing with yourself nowadays? Unamwambia siku hizi unafanyanga nini? Unajifanyia nini? Unajifanyia nini? Desperation can birth a destiny. Kukosa tumaini kunaweza kuzalisha hatima. These people were not ready to make any record. Hao watu hawakuwa tayari kuweka rekodi yoyote. Help me with the time if I'm exceeding, just notify me. They were not there to make any record. Hawakuwa tayari kuvunja rekodi yoyote. It's like the story of a hunter's dog and a rabbit. Ni kama hadithi ya mbwa wa mwenye kuwinda na sungura. Now, when the dog is running to impress the master, and the rabbit is running to save its life, who will run faster than the other one? Wakati mbwa anakimbia kumfurahisha mkubwa wake ama mwenyeji wake, na sungura anakimbia kuyaokoa maisha yake, ni nani atamfurahisha mwingine? Who will run better? Nani atakimbia bora? Is it saving life or winning gold medal? Ama kukimbia kuokoa maisha yako ama kukimbia kushinda medali. One time we invited Reverend Kosigei. Wakati mwingine tulimwalika kasisi Jackson Kosigei. He's also lost his limbs to polio. So we just carry him and put him on a table. Alipoteza miguu yake kutokana na polio, tulikuwa tunambeba tu tunamweka kwenye meza. He has a very strong voice. Yeye ana sauti kali. So he said, you guys, akasema nyinyi watu, you trust in the power of your feet. Mnaamini katika nguvu ya miguu yenu. I trust in the power of my decisions. Mimi ninaamini katika nguvu ya maamuzi na nia yangu. And timely judgments. Na uamuzi wa muda ufao. If a lion appears from there, simba akitokea pale, all of you with the legs will want to flee. Nyinyi wote ulio na miguu mtataka kutoroka. But my judgment will tell me now that I don't have legs, can I just fall down and go under the table? Lakini uamuzi wangu utaniambia kwamba kwa sababu mimi sina miguu, si nitaanguka tu na niingie chini ya meza. And the lion will at least catch one of those fast running guys. Na simba atahakikisha ameshika mmoja wapo hao wenye wanakimbia mbio sana. But never remember that there is somebody under the table. Hata huyo simba hatakumbuka kuna mtu chini ya meza. Life is not about speed. Maisha hayahusu kasi. Take the judgments right. Chukua ile hukumu na maamuzi sawa sawa. Ask God to guide you. Muombe Mungu akuongoze. One decision can be more than 50 accidents that people have tried. Muzi wa wakati mmoja unaweza kuzidi baadhi ajali zaidi ya 50 ambazo watu wamejaribu. Out of desperation, oh God, Mungu, I want a change in my life. Nataka mabadiliko katika maisha yangu. Enough is enough. Imetosha na imetosha. I want to break out of this poverty. Ninataka kuvunja na niondoke katika umaskini. I want to break out of this bondage. Nataka kutoka katika ufungwa. You have been praying long enough. Umeomba kwa muda mrefu sana. You have confessed long enough. Umekiri na kuungama muda mrefu. You have bound the boundables long enough. Umeinama kwa muda mrefu. Act. Sasa chukua hatua. Action is a concretization of your faith. Matendo ndio kule kutendea kazi imani yako. A faith without action is a dead and buried one. Imani bila matendo imekufa na imezikwa. You will never become a better swimmer by watching people swimming every morning and every evening. Huwezi kuwa mtu wa kuogelea bora kwa kutazama tu watu ambao wanaogelea asubuhi hadi jioni. Until you dive there and take a few gallons and learn how to balance. Hadi ujitose majini, ukunywe maji kiasi, ujifunze kuelea. Tell your neighbor, stop postponing. Move. Mwambie jirani yako, wacha kuhawilisha mambo, songa mbele. People are attending conference after another one. They are getting anointing from one meeting to another, but they are not finding progress. Watu wamehudhuria makongamano baada ya kongamano hadi nyingine wakitafuta ufanisi, lakini hawasongi mbele, haupati ufanisi wowote. Even a degree cannot feed a human being.
Hata shahada haiwezi kumlisha mwanadamu. I've seen young people who are crazy with every certificate. Nimeona vijana ambao wanataka kila cheti. You will be a very poor elite. Utakuwa maskini na hicho cheti. A poor elite. Utakuwa msomi ambaye ni maskini. Very informed, knowledgeable, but not benefiting from the knowledge. Una maarifa, umesoma masomo yote lakini hayakusaidii. Get a skill and practice it. Pata kitu cha kufanya na uanze kukifanyia kazi. You have dwelled long enough on this mountain. It is time we rise and move out. Mumekaa sana katika huu mlima, ni wakati tuinuke na tusonge mbele. You have looked for a rich man long enough to get married. Get married to anybody around you. Work together and prosper together. Umetafuta mtu tajiri wa kukuoa kwa muda mrefu. Chukua yeyote aliye karibu na wewe, olewa, songa mbele. Ukipata tajiri atakuwa ni bwana wa wenyewe. If you get a rich one, it will be somebody's husband. Nisamehe kama nimekosea. Please forgive me if I've offended anybody. Ambia jirani yako na shida yako kweli ni nini? Please tell your neighbor, and what is normally your problem? Ni nini nakusumbua? What normally disturbs you? Why are you not moving to where you want? Kwa nini huwa usongi uelekee mahali unafaa ukwe? Ni nini nakusumbua? What disturbs you? If you want to buy land, you don't buy it by faith. Ukitaka kununua kipande ploti, ununui kwa imani. Lipa shilingi 5,000 na waambie mimi nimejicommit, I want to buy this land. You have even tied that price, it won't grow. Start paying little by little na uambia kwa mimi nimejikabidhi nitanunua hili shamba. Just go and say, instead of paying you rent for this plot, we want to give you 50,000 and the monthly rent will be our installments as we buy this plot. Waambia ya kwamba tutakupatia 50,000 kisha ile kodi ya kila mwezi tutakuwa tunalipia polepole tukimalizia. Ama kuna miracle hapo tena ingine? We still need another miracle on that. Uliza jirani yako na kweli nini nakusumbua? And truly, surely. Shida yako kweli nini? Why? What is normally your problem? You know, sometimes we think these things are too big, we can't do them. Unajua wakati mwingine tunafikiria hivi vitu ni vikubwa tuwezi kufanya. A fixed mind tells you are too poor, you can't own a car. Nia ile ambayo imekwama inakuambia kwamba wewe ni maskini huwezi kununua gari. Baadaye magari iliumbiwa watu kama wewe watumie. And vehicles were made for people like you to use them. When are you also going to enjoy? Wewe utaanza kufurahia lini? Magari yetu iko mbinguni. Haleluya iko huko. Haleluya iko huko. Haleluya iko huko mbinguni. Hata mpaka asali yangu iko huko mbinguni. Na nyuki wanatembea tu hapa, hata wamekosa mtu. What is your problem? And the bees are here just roaming. Ni nini nakusumbua? What disturbs you? Friends, marafiki, an action is better than 1,000 words. Hatua ama tendo moja linazidi maneno 1,000. Instead of describing it in 1,000 words, just act it out. Badala ya kuieleza kwa maneno 1,000, we itende tu. The times I began a corporate speaker, I didn't know even how to value myself. Wakati nilianza kuzungumza na watu na kunena na watu, sikukuwa hata najithamini ama najiamini. But as you grow your value, lakini unapojua maadili yako, people pay you even when you don't want it. Watu watakulipa hata kama hutaki. There's a place I was invited this year. Kuna wakati mahali nilialikwa mwaka huu. To talk. Kuzungumza tu. 3 sessions and I even ended up talking 2. Nizungumze katika vipindi 3 nikazungumza 2. They were saying, how much do you want us to pay you? Wakaniuliza unataka tukulipe ngapi? Sema, I want you to tell me what you have. Nikawaambia mniambie mko na ngapi? They asked somebody, when we hired the other consultant, how much did you pay them? Wakauliza yule mwingine tulipokuwa na ule tulimlipa ngapi?
Wakasema we only pay 360. Wakasema tunalipa tu 1360. Nikasema write that one. Nikawaambia muandike hiyo. 40-minute session, 360 plus a lovely hotel where I sit and I'm facing the CBD. Kipindi cha kuzungumza tu na watu dakika 40 1360 na hoteli ya kifahari imeangaliana. Poverty is in the mind and it flows through your pockets. Umaskini uko katika nia na unatiririka hadi mifukoni mwako. Give a poor man enough money now, he will die earlier than he would have died under his poverty. Patia maskini pesa nyingi sai na atakufa mapema kuliko hata vile angekufa baadaye. As you see how you are miserable, rich politicians die miserable. Ndio maana unaona wanasiasa wale tajiri huwa wanakufa kimaskini vibaya. The money drives them. Ni kama pesa zao ndio zinawaelekeza, zinawakimbiza. Don't change your walking style because you have 50,000 in the pocket. Usibadilishe mtindo wako wa kutembea kwa sababu tu uko na 50,000 kwa mfuko. You know, it's a mindset that is very wrong. Ni nia ambayo ni mbovu, ni mbaya, ni hatari. I found a teacher with 30,000 from a loan and she was so scared of her life. Nilikuta mwalimu fulani alikuwa na 30,000, alikuwa amepata kama loan. Huyo jamaa alikuwa ameogopa. We are how we were brought up. Vile tulikuzwa. That's why we need mentors. Ndio maana tunahitaji watu wa kutulea na kutuelekeza. Work with people who challenge you to see life. Tembea na watu ambao wanakutia changamoto kuona maisha. Ukikuwa tu na wale wana praise your hero jet, how it is good, in your sports bike nzuri, you will never grow beyond that. They are killing you. Utawahi kukua zaidi ya hapo, wanakuua. I went to Hawaii in 2019 for a training in this organization called Haggai. I don't know if you heard about it. Hawaii mwaka 2019 katika mafunzo ya kampuni inaitwa Haggai. They train us Christian leaders wanafundisha on how we can use our office, influence and resources to preach. Wanafundisha viongozi wa Kikristo namna unaweza kutumia afisi yako na rasilimali zako kuhubiri na kushawishi watu. In that meeting, katika huo mkutano, you meet central bank governors and military leaders, very many senior people from different countries. We are only 33 men from 30 countries. Tulikuwa na watu 33 kutoka mataifa 30, watu wakubwa. The fee is not so much. Pesa malipo si makubwa. It was only 1.5 million for 3 weeks. Ilikuwa 1.5 kwa majuma matatu. That is the value we have. Hiyo ndio thamani tulionayo. It's only 1.5 in 3 weeks. 1.5 kwa wiki 3. But by the time you leave that environment, lakini wakati unatoka katika hayo mazingira, your life changes. Maisha yako yanabadilika. I used to wake up at 5 and go to the prayer room. Nilikuwa naamka saa 11 kwenda katika chumba cha maombi. And pray, and that place God is there. Na kuomba pale mahali Mungu yupo kweli. In the Pacific Ocean, 8 hours from the mainland. Pale mahali Pacific Ocean masaa 8. So when you just reach there and begin praying, kifika pale tu na unaanza kuomba, you experience a heavy presence of God. Unahisi uwepo mkuu wa Mungu. Then God told me, young man, Mungu akaniambia, kijana, look around. Angalia. Move out. I went and stood at the Pacific Ocean. Toka kule nje nikaenda nikasimama kando ya ile bahari. I could not see the end. Na singeweza kuona mwisho. And he told me, kaniambia, the far you see, umbali ambao unaona, the far I'll give you. Huo ndio umbali nitakupatia. The same thing he told me. I was in Jerusalem, on the wall of Jerusalem, the wall where we do the prayer. Maneno God told hayo me, look around. Angalia, whatever the far you see, umbali ambao unaona, the far I will give you. Ndio umbali ambao nitakupatia. Whatever your grandparents never saw, chochote ambacho babu zako hawakupanda, whatever your parents never saw, chochote ambacho wazazi wako hawakupanda, your eyes will see. Ama hawakuona, macho yako yataona. When I left Hawaii, nilipotoka kule Hawaii, 3 weeks later, majuma 3 baadaye, I received an invitation to India by the industry. Nilipokea, they have paid the air ticket, they have paid the room. Mine is just to go for a week and look at the collaboration between university education and the industry. Nilipokea mwaliko kwenda kule India ambapo walikuwa wamelipia ndege na kila kitu kwenda kuona tu namna vyuo vikuu vinafanya kazi kwa pamoja.
The one who opened is the president of India. Yule ambaye alifungua alikuwa ni rais wa India. We were hosted in the government hotel where all the dignitaries come. Tulikuwa katika hoteli, tulikuwa tunalala katika hoteli ya kiserikali, watu wakubwa. On the last day I was picked by our ambassador Willie Bett to go for a dinner in our embassy. Siku ya mwisho nikachukuliwa na balozi Willie Bett kwenda kula chakula cha jioni. I also had an privilege to being introduced to the Kenyans working in diaspora in the embassy. Pia nilitunukiwa kutambulishwa kwa Wakenya ambao wanafanya kazi pale kwenye ubalozi wa India, na nikawa natingisha kichwa. Your mindset is your whole existence. Nia yako ndivyo ulivyo. Renew your mind. Ihuishe nia yako. To understand the will of God. Kuelewa mapenzi ya Mungu. The acceptable. Yale yaliyokubalika. The good. Mema. And the perfect plan of God for your life. Na mpango mkamilifu wa Mungu juu ya maisha yako. The moment I stepped out of India, wakati nilitoka tu India, I got a call from Citizen. Nikapata simu kutoka Citizen TV. Runinga ya Citizen. We are coming to the university. Tunakuja kwenye chuo kikuu to do gospel Bambika service. Kufanya ibada ile ya Bambika. And your students have said it's you can host us. Na wanafunzi wako wamesema ni wewe utakuwa mwenyeji wetu. So I hosted them. Nikawa mwenyeji wao. We planned everything. Tukapanga kila kitu. A night to the meeting they told me, usiku wa ule mkutano ambao waliniambia, we give you the airtime of 1 hour to preach. Tutakupatia muda wa saa moja kuhubiri. We will bring singers who are known. Tutaleta waimbaji ambao wanajulikana. Give us a speaker. Tupatie mnenaji. Then the rest said, yule alikuwa anapanga ndiye anajua hii maneno. Wengine wakasema the one who was planning should also be the speaker. When I was in Haggai, I had planned that I will reach out 50,000 people in 2 years. Nilipokuwa Haggai nilijipangia kwamba nitafikia watu 50,000 kwa miaka miwili. The same year, mwaka huo, I reached an audience of 5 million through 1 hour preaching on the Citizen TV. Nilifikia hadhira ya watu 5,000,000 katika mahubiri ya saa moja kwenye runinga ya Citizen. That's why they invited me 2023 to go and share the experience of the things I've seen God do. Ndio maana walinialika mwaka 2023 kwenda kushiriki na wao mambo ambayo nimepitia katika maisha. When God gives you a chance, Mungu akikupa nafasi, that was I tell my students. Hayo ndio wanaambia wanafunzi wangu. Let 10 minutes turn out to 10 days. Wacha dakika 10 zibadilike ziwe siku 10. Prepare and give your heart. Jiandae na upeane moyo wako. I talked in Georgia. Nilizungumza kule Georgia. The day I was leaving Georgia through Detroit. Siku ambayo nilikuwa natoka Georgia kupitia kwa Detroit. It's the same night I received an invitation to go back in November to Texas. Ndo usiku ambao nilipokea mwaliko wa kurejea kule Texas. We want to hear you in November in Texas now. Tunataka tukusikie mwezi wa 11 kule Texas sasa. There are other audiences who want to hear you. Hadhira nyingine pia wanataka kukusikia. The son of a squatter. Mwana wa squatter. That God has turned around. Ambaye Mungu amembadilisha. To be a global changer. Kuwa mtu mwenye kubadilisha mataifa na ulimwengu. Born in the village. Amezaliwa kijijini. Raised in the village. Akakuzwa kijijini. For a global assignment. Kwa ajili ya majukumu ya kimataifa. Where you come from. Pale unapotoka. Where you are. Pale ulipo. Is not as important. Sio muhimu. As the God that is inside you. Kama vile Mungu aliye ndani yako. He has more things that you can imagine. Anayo mengi ambayo huwezi kukisia. Can somebody give the Lord a hand in the sanctuary? Mpatie Bwana makofi katika ukumbi huu. You must rise out of fear and mediocrity. Lazima uondoke katika uoga, hofu na upumbavu. Movement attracts miracle. Kusonga mbele huwa kunavutia miujiza. As they walked, walipoendelea kusonga, God caused the enemy to flee through supernatural sounds. Mungu aliwasababisha maadui wakaondoka kutokana na sauti zisizo za kawaida. Movement activates divine orchestration. Kusonga mbele kunaleta kuingilia kati kwa kiungu. God will use the unlikely. Mungu atatumia ile ambayo hatutarajii. The people that are nobodies like my brother, my colleague I said. Kuna watu ambao wanajiona kama si mtu, kama vile ndugu yangu yule ambaye nilikuwa nasema. He buried the father. Ambaye alimzika babake. He is now looking after the mother. Ako pale sasa anamshughulikia mamake. The mother stays in that compound. Mamake anaishi mahali pale. The unlikely are the most likely.
Wale ambao hatuwatarajii ndio wale ambao wanaweza kufanya God makuu. uses the simple things to shame the mighty. Mungu anatumia vitu rahisi na vitu vidogo vidogo kuaibisha wakuu. Things that men despise are the ones that turn around to be an impact. Vitu ambavyo watu wamevidharau ndio vinageuka na kuleta mguzo. Tell your neighbor you are not good for nothing. You are wired for greatness. In God you have a great destiny. Katika Mungu wewe una hatima kuu. Understand what God has for you. Elewa kile ambacho Mungu anacho kwa ajili yako. Even in that village. Hata katika hicho kijiji. I preached with Pastor Martin in the village. Nimeshawahi kuhubiri. The evangelism we are doing is very unique. Nilikuwa nimehubiri na mchungaji Martin katika kijiji na we go to our home and we begin singing from there and the neighbors come. Tunaenda katika boma tunaanza kuimba pale na majirani wanakuja. And we preach from there. Na tunahubiri kutokea pale. They began from a very simple environment, a rental place. Tulianzia katika mazingira duni, mahali pa kukodi. They didn't have even mature people. We prayed for the children to be spirit filled. Hata hatukukuwa na watu wazima wengi, tulikuwa tunaombea watoto wajazwe na Roho. So the ministers in Jera today are the children we prayed for to be spirit filled. Wahuduma walio katika Jera leo ndio wale tulikuwa tunaombea wakiwa watoto wajazwe na Roho. We have worked together for many years. Tumetembea naye kwa miaka mingi. And we can bear that this God is good. Na tunaweza shuhudia kwamba huyu Mungu ni mwema. You can never trust him and get disappointed. Huwezi kumtumaini na uweze kushushwa. In the next session I'm going to talk to you how God speaks to you through adversity to grow you for the next assignment. Katika kipindi kijacho naenda kuzungumza na wewe namna Mungu anaweza kuzungumza nawe kupitia kwa magumu ili kukufanya ukue. A knock down for a lift up. Unapigwa chini ili uinuliwe. When you feel almost crushed, then you realize you are up and you admire the experience. Wakati unahisi ya kwamba umekwisha, umemalizika, ndiposa unainuliwa tena na unapendezwa na hiyo hali ambayo umepitia. I am praying that God opens your spiritual horizon. Ninaomba kwamba Mungu akaweze kufungua upeo wako wa kiroho. God is moving our frontiers. Mungu anatusongesha katika mahimaya nyingine. We have dwelled in this congregation size long enough. Tumedumu katika hadhira hii muda mrefu. I pray that you are going to expand the sizes of your churches. Ninaomba kwamba mnaenda kuongeza kiwango cha makanisa yenu. I pray that there's going to be an explosion from the north, from the south, the east and the west. Men desiring to join you for work. Naomba kwamba kuwe na mlipuko kutoka kaskazini, kusini, magharibi na mashariki, watu wa shauku kujiunga nanyi. It is your moment of stepping out. Ni wakati wa kujitoa nje. It cannot be business as usual. Haiwezi kuwa tu kila kuchao ni kama kawaida. The Lord that lifted the simple from the dunghill. Bwana ambaye aliinua wale wengine wadogo kutoka and them to sit with the princess. Akawawezesha kukaa na wakuu. He's going to take you to greater levels. Atakupeleka katika viwango vikuu. Millicent, come here please. Millicent, njoo tafadhali. I don't know what your prayer has been. Sijui ombi lako limekuwa nini. But God is our present help. Lakini Mungu ni msaada wetu. Just lift your hands. Inua tu mikono yako. May he answer you from Zion. Mungu na akujibu kutoka Sayuni. May he remember your cry. Akumbuke kilio chako. And touch you in a new way. Na akuguze katika njia mpya. New frontiers. Maeneo mapya. New opportunities. Na fursa mpya. That you've never seen. Ambazo hujawahi ona. Healing and restoration through your tongue. Uponyaji na urejesho kupitia kwa kinywa chako. Lift your voice. Unapoinua sauti yako. The broken hearted. Moyo uliovunjika. The sick. Wagonjwa will be healed. Wataponywa. Jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Let's rise up. Tuinuke tafadhali. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili. Nani kama wewe? Unastahili nani kama wewe Baba? Unastahili wewe Bwana. Unastahili kuabudiwa. Unastahili mfalme wa wafalme. Unastahili kuabudiwa. Unastahili unastahili kuabudiwa. Unastahili nani kama wewe Baba? Unastahili kuabudiwa.
unastahili, hakuna kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili ewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Nani kama wewe, na kuinua Mungu wangu leo, nani kama wewe
Yahweh? Nani kama wewe? Nani kama wewe? Tunakuinua Yahweh. Nani kama wewe? Twakupenda. Baba, nani kama wewe Mungu? Nani kama wewe mweza yote? Tunakupenda Yahweh. Umeinuliwa juu ya miungu yote Baba, unayatenda yasiyowezekana Mungu. Ni nani kama wewe, kama wewe, kama wewe? Tunakupenda Jehova. Wakuhimidiwa ni wewe peke yako Baba, wakusujudiwa ni wewe peke yako Mungu, wakuinuliwa ni wewe peke yako Jehova. Ninakupenda. Nani kama wewe Bwana? Mwenye uwezo na mamlaka ni wewe. Tunakuinua Jehova. Nani kama wewe? Nani kama wewe? Nani kama wewe? Tunakutukuza. Nani kama wewe Bwana? Hakuna mwingine mwenye uwezo kama wewe. Tunakuinua Jehova. Tunakuinua. 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 Tunasema nani kama wewe? Ama nani kama wewe? Tunakuinua Mungu wa uwezo. Tunakuinua. Tunakuinua. Tunakuinua Baba. Tuwainua mioyo zetu mbele zako Bwana. Nani kama wewe Mungu? Tuwakuinua Baba. Nani kama wewe Bwana? Twajisalimisha mbele zako leo Baba. Twafungua mioyo yetu kwako Bwana. Tunakuinua Jehova. Tunakuinua. Tunakuinua Baba yetu. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hallelujah, Hosanna. Hey, you are able. You are holy. We adore you.
everybody lift your hands wherever you are. Naomba kwamba kila mtu inua mikono yako popote pale ulipo. There's a divine surgery. Kuna upasuaji wa kiungu. The Lord is doing something new. Bwana anafanya kitu kipya. There is a lady God is calling into the teaching ministry. Na binti hapa ambaye Mungu anamuita katika. Receive your miracle wherever you are right now. Pokea muujiza wako popote ulipo. Receive it. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Receive it. Pokea sasa. A new song of praise in your heart. Wimbo mpya wa sifa A moyoni new song mwako. of praise in your heart. Wimbo mpya wa sifa moyoni mwako. Receive it wherever you are. Pokea popote pale Receive ulipo. it wherever you are. Popote pale ulipo pokea. Receive it. Pokea sasa. Pokea sasa, pokea sasa, pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Katika jina la Yesu. Miracle Katika worker, jina. promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Sing way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, changing destiny. I worship you. I worship you. You are here, rearranging destiny. I worship you. I worship you. We sing Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, you are the waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. King of kings, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We confess today, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. We believe in you, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. With our voice we sing, waymaker, miracle worker, yes you are, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Jesus, you are the waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who he is. That is, huyo ndio aliye. That is who our Father is. Huyo ndiye aliye baba He yetu. is a miracle worker.
Yeye ni mtenda He's a miujiza. God that comes at his appointed time. Ni Mungu ajaye kwa wakati wake We unaofaa. bless the name of the Lord, Tunabariki for he has jina la come at the right time. ambaye amekuja kwa wakati He has unaofaa. done what he ought to do. Ametenda kile alichokusudia And we kufanya. believe Na tunaamini our lives maisha yetu shall never remain the same. hatabakia kuwa Our sawia. mindset, Nia our zetu, mindset nia zetu are changing from now onwards. zinabadilika kuanzia sasa kuendelea mbele. We are embracing a growing mind, Tunakumbatia a mind that is growing from glory to glory, nia inayokuwa kutoka a utukufu. mind that is going to be in position to go through seasons of times. Nia itakayojiweka sawa kwa Oh, receive all the glory, our Father, pokea utukufu. for you are teaching us Maana unatufundisha that we are not supposed ya kwamba to hatufai have a closed mindset. kuwa na nia We do not need to have hatustahili a kuwa fixed mindset, na nia but we declare, lakini Bwana our Father, Baba yetu, thank you for reminding us, asante kwa thank kutukumbusha, you for reminding us asante kwa that kutukumbusha we ought to have kwamba tunafaa kuwa a growing na mindset. nia This inayokuwa. will pull us Hii itatuongeza from one glory to another. toka kutukufu. Receive all the praises, our Father. Pokea sifa zote. Receive all the glory Pokea for utukufu what you have done wale ambao in umetenda our lives. katika maisha yetu. We celebrate you, Lord. We celebrate you, Jesus. We celebrate you, King of Kings. We celebrate you, our Father. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Asante, asante Just Baba yetu. overclap to the Lord. Ye Bwana, Give the praises to the Lord. Give the praises to the Ye Lord Bwana, for a shift of mind. Baba na Just give clap offering unto the Lord Bwana who wetu has shifted our mind ambaye amehamisha from a closed point of view kutoka kwa kufunikika to a growing point of view. kukua kiwango We hadi shall kiwango. not be here. We will grow Tutakuwa to where God wants us to be. tuelekee mahali We ambapo will tunataka- be tutakuwa where Lord mahali Mungu has predestined us to be. ametuandalia Thank hekima you, zetu. our Father. Asante Baba yetu, Thank you, Jesus. asante Yesu, Thank you, Jehovah God. asante Yehova Mungu. We love you, our Father. Tunakupenda Baba We yetu, bless you. tunakubariki. Amen. Amina, Amen. amina, Amen. Amen. amina, amina. Hey. I said in the morning, Nilisema asubuhi be prepared. na kwamba jiandae, Days are now becoming fewer. siku zimekuwa Our chache, hours to be here are becoming fewer. masaa yetu ya kuwa hapa yamekuwa And the machache. Spirit of God is moving in a special way. Roho wa Mungu anatembea katika njia ya Never kipekee. know, this might be your day. Hii inaweza kuwa siku yako, This might be your day. hii inaweza kuwa siku yako. Don't allow anything to disrupt you. Usiruhusu chochote Don't allow anything. Usiruhusu chochote. These are hours that each one of us Katika masaa haya must ambayo be kila mmoja alert in the spirit lazima to awe receive makini what God is expecting of us. apokee kile ambacho Mungu Hallelujah. Amina. We have received that Tumepokea kile from one of our own, kutoka kwa mmoja wetu and we celebrate na that. tunamshangilia. We celebrate that. Tunashangilia. We celebrate the doing of God. Tunashangilia hiyo. We celebrate the doing of God. Tunashangilia matendo ya Bwana. Amen. Amina. Amen. Amina. So just as we are standing, Jinsi we tulivyosimama, want to ask Pastor Mispa just to come over with one number. nataka kumwomba Pastor Mispa aje atupe wimbo moja, And thereafter, kisha baadaye we are bringing in Apostle Patrick namleta Apostle Patrick before we go for lunch. kabla hatujaenda Just kwa one chakula cha number. mchana. Haleluya, Amina. haleluya. Amina. Ningependa tumtukuze Mungu na wimbo ambao unasema ya kwamba jina la Yesu utabarikiwa utakaposikiza. Amen. Piga makofi yako pole pole kwa Yesu. Jina la Yesu
nguvu sana. Jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu la kuponya saratani. Haleluya. Jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu la kuponya saratani. Haleluya. Jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu la kuponya ukimwi. Jina la Yesu. Jina la Yesu lina nguvu la kuponya kifua kikuu. Jina la Yesu. Piga makofi yako pole 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 pole. Unafahamu kuna nguvu kwenye jina hilo. Haleluya.